Penzi mtazamaji wa Maka TV, niko maeneo ya Vikindu, kwa bosi hapa, ambapo nimemtafuta msanii huyu wa miondoko ya Singeli, msanii ambaye hivi sasa anafanya poa kweli. Kiba Komando, anakwenda kwa jina hilo la Kiba Komando, na sasa anatamba na kazi yake mpya kabisa inayojulikana kama Kigogo. Kazi inajulikana kama Kigogo. Sasa nimekuja hapa kufanya naye interview, kupiga naye story 2-3, lakini kabla tujaendelea ni kuombe tu mpenzi mtazamaji wa Maka TV ufanye kulike, kucomment, kushare na kusubscribe pale kwenye kikengele. Yaani ukisha subscribe unabonyeza alama ya kikengele, unakuwa mpango mzima, kwa sababu ukifanya hivyo unatupa sisi nguvu ya kuendelea kukupa vitu juu ya vitu, lakini wewe unabaki na faida ya kupata habari zetu kemkem kila pale tunapozitupia. Maka TV ndo habari ya mjini. Kiba, mambo vipi? Poa. Ongera bwana, maana kazi ni kazi kweli ile. Asante, nashukuru. Kigogo maana yake nini sasa? Yaani kwa nini ukafikiria kuita ile ngoma Kigogo? Kigogo ni mji kwanza. Alafu hapo Kigogo ndo yani nilipozungumzia Kigogo ni sehemu ambayo anapatikana huyo mpenzi. Ina maana mimi manzari yangu mara ya kwanza, kama umesikiza vizuri, ilikuwa ni wapi, ni Kariakoo Shimoni kule, ndio ilikuwa mazingira yangu kwenda ya kupiga story na mazingira yangu mengine. Lakini tangu nimempata huyo mtoto wa Kigogo, sasa hivi nimehamia kabisa hapo Kigogo. Kigogo ina maana ni mji kabisa ambao anakaa huyo demu. Mtoto ule wa Kigogo ni wa namna gani? Mtoto Kiswahili wa getikali wa namna gani? Huyo mtoto ni wa Kiswahili zaidi. Ya ndio maana yani mule ukisikiza ameeleza vitu vingi tu ambavyo vinajieleza wenyewe kwamba huyo mtoto wa Kigogo yupo vipi, nani yeye, maisha yake uko vipi. Yaani wewe unakwama kwa mtoto yule wa Kigogo, uko kutoka ilikuwaje? Kawaida tu, kawaida. Lakini ndio hivyo Kigogo, unajua na vitu vya Kiswahili vinakuwa natural zaidi kuliko hata yale manzari tunawategemea sisi hivi. Yaani watoto wa Kiswahili wanakuwa watamu. Nisijasema watamu, nimesema inakuwa natural zaidi, yani ndio kabisa yani. Na ngoma ina muda gani tangu uiachie YouTube? Ngoma ina wiki kama 2 sasa hivi, na wiki ya pili. Vipi kuhusu mapokeo ya viewers? Nashukuru Mwenyezi Mungu anabariki sasa hivi, na inapigwa sehemu nyingi, na hivyo tunapatia na shows kama hapo Bishokutu, hapo tuna show ambao ndo ngoma hiyo naweza ngasema ndio kwa ndo hivyo. Nashukuru Mwenyezi Mungu, mdogo bwana tunasogea hivyo. Ushatoa nyimbo nyingi mpaka sasa hivi, Kiba Komando, ushatoa ngoma nyingi. Hebu ukicompare, ukilinganisha na ngoma zilizopita na hii, kuna utofauti wa namna gani? Alafu bahati nzuri, yani kila ngoma yangu inaokuja inampita mwenzio. Kwa hiyo imepita zote. Yani naweza ngasema imepita zote lakini kila ngoma inaokuja inampita mwenzio. Hata hapo kuna ngoma inakuja kumpita huyu. Lakini bado hii tuna audio. Vipi kuhusu video? Kuhusu video hilo swala lipo katika mpango, kwa sababu kuna watu tulishafikishia na nini, unajua hatujakuwa na manager ili kusema ndo management ya kumwambia bwana hapa, lakini ndio hivyo ni washikaji nini, tunafanya kazi nini, tunafikishia wauni wetu bwana 1 2 3 hapo, watu wanatia power zao, tunafanya kwa mchongo upo katika ratiba. Kiba, katika maisha ya kawaida Uswahilini, watu maskani mtaani hivi nini wanakuchukuliaje? Mtaani naishi kama artist wa mtaani. Kwa hiyo na maana wao ndio wananitegemea katika manzari haya ya muziki, kwamba ndio niweze kupaisha mji wangu, kwa sababu mpaka sasa hivi hapa katika mji wangu bado hakuna mtu ambaye alifikisha yani nchi yetu, yani hapa mpaka nchi yetu ya Vikindu niseme hamna alofikisha mbele kusema hapa Vikindu ile nchi ina msanii wao ni binafsi. Na nje ya muziki, nje ya kazi zako za sanaa, kuna kitu kingine ambacho kinakuingizia? Nafanya biashara ndogo. Nafanya biashara ndogo kwa nashukuru Mwenyezi Mungu unanisaidia kujipusha hata mimi mwenyewe katika sekta zangu za muziki kadhaa. Ile ngoma ni ya kimapenzi ile ambayo umezungumzia namna ambavyo mtoto wa Kigogo alivyokuteka. Vipi mama nyumbani anaposikia ngoma kama ile, message kama ile, aimletee ukakasi kidogo? Mimi mtu wangu anaelewa kwanza kila kitu. Sometimes ninavyokuambia watu wana support pia, na mwenyewe naye yumo. Lakini ile ni feeling au ni tukio ambalo liliwahi kutokea hata jamaa yako? Hamna, ni idea tu zinakujaga sometimes, hujui imekuaje, lakini ndio umejikuta tushaimba hivyo. Haijawahi kusema imenitokea nikaenda kuna siaga hapo Kigogo, lakini tuseme ndio idea tu, unajua nina mtu kisha jambo likishakuwa imeandaliwa, tuseme niaze burudani. Katika mazingira yako ya muziki ya kawaida, kuna siku ulishawahi kutoa ngoma ambayo ikakuletea tabu, yani ikaleta mgongano, labda kuandika kitu cha kweli ambacho kilimchoma mtu au wife kama endi au rafiki au yoyote yule? Unajua nini? Kuna nyimbo moja inaitwa Boya.
Ile nyimbo ya Boya ile nimezungumzia vitu vingi sana ambapo mwanamke anazingua, mimi najitoa sana kwake, lakini yeye ananiletea mambo mengi. Hakuna Boya. Sasa ile nyimbo mimi nilivyoenda kuifanya sikushaurianaga na mama mtu wangu. Na maana mimi nilienda nikafanya tu, kwa yeye alipoipokea akachukulia huyu mtu labda alikuwa na kimada yake pembeni. Wameshaachana, sasa ameamua kuja kumtolea ngoma, lakini kusema kweli yani sijakuaga na maisha, sijapitiaga bado hivyo vipindi vya kusumbuliaga hivyo na wapenzi, lakini ilikujaga tu idea. Unajua, unaona maisha ya watu wanavyoishi, hata ile ndugu zangu washikaji na nini, nawaona kwamba da mwanangu anaendeshwa hivi na mapenzi na nini, kwa vinakujaga vitu kupitia hata na jamii pia inanizunguka ninaoishi nayo. Binafsi nilipoanza kukufahamu ni pale ambapo nilifika katika kituo cha bajaji cha Vikindu, nikasikia ngoma yako ile ambayo inahamasisha watu kupanda bajaji. Panda. Inaitwa Panda. Ile ulirekodi kabisa na tayari iko YouTube au ile ilikuwa tangazo tu la watu wa bajaji. Yaani wale walikuwa wametaka niwafanyie tangazo la aina yake, yani la Kisingeli. Ndio nikawa nimelipiga lile nikawa nimewachia, lakini haikuwa official music kabisa kwamba ndio nimeiachia nyimbo kabisa. Pengine hapa mpenzi mtazamaji wa Maka TV tunapozungumzia ile Panda afahamu. Hebu kidogo ungempa akapela hajui tunachokizungumzia. Panda in short ni tuseme ni nyimbo tu tuseme kama hiyo ya kuitia abiria. Ina maana ni tangazo tu lile nilikuwa nimelipiga kama kuitia abiria kama unavyoitia tu kwenye daladala. Ndio maana mule nikataja baadhi ya vituo vya mji wetu huu ambapo bajaji zile zinafika sawa, na kwa rahisi kukumbuka baadhi ya vituo, na kwa sio kweli kwa sababu mimi ndo naenda kule ile tangazo waliniandikia vile vituo, waliniandikia nikawa nimepita nao in short. Pale ninachokumbuka mimi ni kile chorus tu ya Panda, kwa sababu ilikopo ni hata hivyo ilikopo ni freestyle tu, studio tumefika mi vibe na nini nikatia ile Panda, lakini katika vituo ndo nikawa nasoma. Baada ya ngoma ile kuna mtu mwingine alikuja na idea kama ile ya kwako? Yani wapo wengi sana washakuja kwa ajili ya idea, lakini wengine tulifanya na wengine hatukufanya kwa sababu makubaliano. Unajua wao wenyewe walikuwa wanatarajia na mimi nilipokuwa nataka, kwa sababu hatufanyi tangazo tu wazi unataka wewe. Hii ni biashara. Tafanya tangazo basi tukubaliane katika malipo na kila kitu. Kwa wengine tulishindwana katika masuala, basi kila mtu akapita njia yake, lakini wengi nimefanya nao matangazo tofauti. Hakuna sasa msanii mwingine labda ulomsikia akatengeneza kitu kama kile baada labda wao kushindana na wewe wakaenda kwa mwingine? Sijawahi kusikia, lakini kuna sehemu zingine nishaye kwendaga nikakuta matangazo kama yale yamefanyika. Lakini sijawahi kusikiaga kwa huko kwetu eti kama kachukua mtu mwingine kaenda kufanya yeye binafsi. Kiba, wewe ni star, yani kwa Vikindu wewe ndio king of singeli. Vipi kuhusiana na shughuli za madeni? Kawaida, unajua maisha yetu mtaani ukiwa una kitu chochote cha kukufanya uonekane, maybe wewe unaigiza au unaimba au una talent yako, mchezaji wa mpira, yani zile vitu vipo tu katika maisha ya kawaida. Una maana kuna watu wa kukusupport, kuna watu wa kukuchikia, wapo watakao kupenda kimapenzi, wapo watakao kupenda kwa kazi yako unaifanya, na maana watapenda kazi zako. Kwa maisha ya kawaida tu, ni wenyewe tu jinsi ya kujibagene nao fresh, lakini ni kawaida sana hayo maisha. Kiba, wakati unazaliwa ulitarajia kama utakuwa msanii? Iko kitu mimi yani kwa kawaida sikufikiriaga hivyo, lakini nilipokuwa nakuwa kwanza nilianzaga na masuala, unajua michezo hivi, tulishaanzaga kucheza mpira, tukajaga katika kudansi, dance sana. Dance sana, mdana dance. Sasa ndo nikawa na imba mimi nilikuwa naanzaga hiyo mwaka kama 2013 hiyo 13. Kwenye kideo unamwangalia nani? Kwenye kideo kipindi kile, unajua mtu wangu huko anamkubali sana kwanza mimi, alinispamba mpaka kuingia katika masuala muziki. Mimi Asilei kipindi kile ngoma yake sana ipo mdogo, hata hiyo dance yenyewe bado sijaanza, ndo unamsikia ile Asilei anatoka dogo janja na kusemea basi mtani kwangu mimi mama yangu alikuwa anaipenda sana ile nyimbo. Kwa mimi kasema sasa mimi mwenyewe lini nitakuja kutoa kazi na mimi watu wakasikia kama hivi mpaka mchana mimi nizungumziwe kama huyu Asilei na nini. Kwa yani shoni muziki, yani yeye ndo ameniinspire sana kuingia katika muziki. Kwa ndo hivyo bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza mpaka tumeingia kwenye muziki, tumejipata. Ndio hivyo, naomba Mwenyezi Mungu tuzidi kufika mbali zaidi hapo. Muziki una changamoto nyingi na kuna wasanii hivi wako nyuma yako ambao hivi sasa wanataka kufika hapo wewe. Wafanyeje kwa ushauri ambao wewe unawapa? Cha msingi hapo mimi nachosisitiza au kuambia ni uvumilivu, nidhamu. Najua ukiwa na subira
ukawa na nidhamu, yani kwamba mtu yote wewe yani kwa anayekupa ushauri. Unajua mwingine sometimes sisi binadamu tunatofautiana, na mimi wewe unaweza kunifuata Kiba, kuna ngoma umefanya ile ngoma bwana 1 2 3, labda mimi sijaielewa 1 2 3, ama maudhui yako ulioimbia sio mimi, wewe naweza nikakusikiliza na nikafuata ushauri wako. Ina maana yale maisha ndo ambao msanii inabidi aishi. Ina maana tusikilizane, sawa, tuelewane, tufuate njia ambazo wanatugea mashabiki zetu. Japo yeye mtu yani kushauri hana hicho kipaji cha kuigiza, lakini anakuwa ana maono yake kwamba Kiba hapa akifanya hivi unajua, yes. Ina maana kusikiliza ushauri wa watu, kuwa mvumilivu, kumuomba sana Mungu. Na kukaza ensure, sababu muziki kweli una changamoto nyingi. Sometimes unaweza kwenda kufanya jambo lakini ukachukulia watu walipokea vizuri, dakika za mwisho watu walipokea vibaya, basi inabidi tuvumilie, uendelee kutoa nyingine, unatusikate tamaa. Kiba, labda nikupe nafasi ya mwisho sasa ya kuzungumza na mpenzi mtazamaji, umwambie kile ambacho labda mimi sikukuuliza lakini ulikuwa unasema kwamba nikipata nafasi nitakiongea. Na kitu kikubwa mimi ninachotaka kuambia mashabiki zangu kwamba nahitaji support nyingi zaidi. Kama mnavyojua ndugu zangu, wanangu wa Vikindu, mnanijua tunavyoishi wenyewe kwamba support zenu ndio muhimu kwangu. Kwa sasa hivi bado sijakuwa na management hivyo ya kusema itanisaidia katika muziki wangu, labda nikaishtaki kwa management na nini. Lakini ndugu zangu wa Vikindu, mimi kikubwa ninachoomba ni support zenu na subscribe katika YouTube yangu. Ina maana nahitaji support kubwa sana katika mitandao yangu ya kijamii. Katika na TikTok napatikana Kiba Komando, YouTube Kiba Komando, hata katika Audio Mac pia ni Kiba Komando. Kwa ni muhimu sana support zenu sana. Kwa mimi kikubwa ninachotaka kusema kwa mashabiki zangu ndio hicho, support sana. Kwa sababu mwenyewe najitahidi kutoa vitu vizuri kwa niaba ya kuja kusikiliza mashabiki zangu. Na najitahidi sitowaangusha, na nawaahidi hivyo yani. Sitowaangusha, na mkae tayari kupata kazi nyingine nzuri zaidi ya hapo. Chengine cha mwisho cha kumalizia, jamani, Jumapili Pasaka tuna show yetu Pasaka hapo Big Pub Ngunguti. Kwa tunaomba mje kwa wingi tuje kumwangalia Kiba Komando ndani ya show live, na imani tunajuana na tushakutana, na makali yatakuwa mengi, surprise zitakuwa nyingi zaidi pia. Asanteni.